After 6 weeks of being pregnant, we finally gave birth. And guys, I'm speaking of none of this chick here. You remember her? Do you remember her? We started her skincare routine 6 weeks ago. Hi friends, so since today's on the weekend, why not get ready with me to go out on a date with my son? So this is what I'm wearing. This is what I am wearing. Wadau na wadau des, it's another beautiful day. Tunakuja kuongelea story ambayo ni showbiz kubwa hapa Kenya. Ni story moja ya Maureen Ngige. Yes, Maureen Ngige ka wewe si Mkikuyu ka watu wengine. Of course utasema Ngigi, lakini huandikwa Ngigi but una pronounce Ngige. But hiyo si issue leo juu we have an interesting story. Imekuwa viral in the last 24 hours. Watu wamecriticize post fulani hapo Maureen amekuwa amepost. But ka umekuwa ukifollow Maureen all through, ni dem aliintroduce na commentator 254, one of the biggest showbiz, I wouldn't say entertainer, sort of like a journalist but also gossip, and anabonga na watu mtaani hapa na pale, interviews mawantu. Unajua ile style ya Mungai Trevor hizo time kina Nicholas Kioko, hiyo entourage. But saa Maureen Ngige aliintroduce na yeye hapo anafanya hizo mashow, alikuwa anafanya content ya couples na unajua tu ama demo wa showbiz venue lazima wafanye tu kitu ya kushow kwa life yao nini inaendelea and all that things, as if we asked. That's a low job, but hey, lazima kila mtu apokee kahasho mawantu hapa na pale. Hiyo si story ya leo. Story na go round ni post Maureen aliweka jana na watu wengi walishikanare manze. Hadi nashangaa rada. Kwani wasa uenda maji na nini? Msana anafaa kuvaa nguo yote, anafaa kupiga kabuibui hapo kaburka nini ama inakuangaje? Kwani nyinyi wasa muendaje kwa swimo? Ni post fulani hapo ya Maureen Ngige kwa ameenda place fulani nika Rive. Kuna wasa wanasema ni Thompson, kuna wasa wanasema sijui ni waterfall gani hapo. But anyways, ina involve tu issue na maji na Ayudem alikuwa anapiga pamba fulani hapo kabikini. Na wantu tu hapo inaonesha skin nini. So kuna wasa wameshikanara hapo wanasema madama enda avae nguo. So wengine hapo wanasema sijui anatafuta ka Ben 10 after Sami amechana tu post zingine hapo, comments zingine hapo funny manze. Lakini tu all in all ni venye wasa wameshikanare na nishangaza tu juu niko naangalia hiyo post. Personally si feel kama kuna issue yote mse kupiga bikini akienda place kuna maji na akiswim. Maybe the only issue ni venye mekuanga ule mzee anatakanga mse akiwa ameenda sky kwenda kuswim na mpiga bikini, anatakanga place, anataka mtu akuwa na match like kani red ni red, black, blue, kitu kama hiyo. Hiyo ndio niko na hata si issue juu mforce mtu msako kwa maji hata tu hivyo. Anyi wase mnabonga hivyo na kusimbonyu mkua hivyo. Ama hata madem zenu wenda hizi places na wana nini. Maybe tu wase una feel offended post na obviously wase wengi wanatakia Kome, like wanataka kuona Kome prosper udem ameflop kiasi. Of course kitu amefanya wase wengi wanashuku like ni ndo lead to your breakup juu ya historia finances na venye alikuwa anabonga kwa ile podcast yao ya wanandoa. So he took in the part of paying the rent, takataka, stima, wifi, and I took the shopping part. For the longest, that's what we've been doing. Like, anachukua nafanya shopping, anafanya hizi vitu zingine. So, in short, he was doing like 8, I was doing 20. Yeah, for the longest. So, he got his car. Na sasa ni kulipa because he took his car na installments. Not installment. So, loan. Na installment, that's not loan. Installments. It's not loan. You took your money. You took like 70% of the money. So you had to pay like 30%. Not loaning, that is installment. Anyway, guys, please, auto economics, help me. Jinganga, please comment down below. Anyway, analipa gari, but you're still doing da. Now I get pregnant. Now I have to move into a bigger house, maybe a 2-bedroom. So that's when we moved to Kahawa Skari. And ilikuwa a quick decision because we were almost giving birth. So we never like sat down kufikiria home. Oh. No, sawa, direct. Nisiguze. Mi nisiguze, mi am okay, siguzi.
Anyway, we moved into Kahaskari, and we never sat down to have a financial conversation like on how to survive, because now the rent was double the amount, not even double, it was double the amount of money we used to pay for the rent back in Kasarani. Na nyinyi pia mwacha consume kila kitu bana. Sasa mna consume aje vitu ati sijui wanandoa, alafu unaona wase hata haijamaliza sijui ni 4 months washa break up. Like I make sense, mwacha kupromote vitu zingine ina relevance pia. Lakini away from that, hiyo ndio kitu imekuwa ikigo round. Kuna wase wamepraise venye haraka, keep fit nini, lakini wase wengine wameshikanari venye wanasema ni mother akona mtoi, baby mama hapa na pale afai kuwa anajionesha hivyo. Wase wengine wanasema juu anaonesha ndethes ni kana nataka kufungua OnlyFans. Wase wengine wanasema ni influence ya mabeshte, baby anaangalia watu kama kina Eve Mungai kama role model na imemlead kufanya kitu kama hiyo. But all in all man, in life ya kila msee ana figure out life. It depends na venye una take life yako, how do you want to live. Usitaka kuishi vicariously through another person. Wewe kama una feel unaweza enda kwa maji na nguo, enda kwa maji na nguo hivyo, utupostie pia si tuone wenye watu wanaingia kwa maji wakiwa na nguo nakaa, tupostie hiyo. Wenye wanaingia ndezes wacha tupostie hiyo, wenye wanaingia ndezes kabisa pia watupostie hiyo. Tuko tuna balance world, like opinions says kidifa hivi, tuko to accommodate to kila mtu. At the end of it all tuko hapa for a short time. Na life huko tu hivyo. So that was the interesting part of the story. I don't know how you feel guys. Of course you have different opinions. Please do share them in the comment section down there below. Itakuwa interesting. Na pia opinions zako zita provide insights kwa wase wana feel maybe ni wrong, na maybe opinion yako inaweza change opinion yao, ama kwa wase like vice versa. Until next time guys, thank you for the support. Please subscribe, smash that thumbs up button for the channel. Kwa hapo kwa the next video, na kauja watch video zingine tumepost hapo hivyo, please do so. Until next time, peace out.